Tarehe 25 Novemba, Mtakatifu Silvesta Gozolini, abate na mwanzilishi wa shirika. Silvesta alizaliwa katika familia bora ya Gozolini mjini Osimo nchini Italia mwaka 1177. Alijifunza sheria katika chuo kikuu cha Bologna na cha Padua nchini Italia, lakini ghafla aliacha masomo hayo na kusoma teolojia na Biblia. Alipoacha masomo hayo, baba yake alikasirika sana na kwa kipindi cha miaka 10 hakuzungumza na Silvesta. Baada ya kumaliza masomo yake, Silvesta alipewa daraja la upadre. Silvesta alifanya kazi ya kitume katika parokia moja mjini Osimo. Baada ya muda si mrefu akatamani kuishi maisha ya upweke, akiamini kuwa ataziokoa roho za watu wengi zaidi kuliko akiendelea kufanya kazi ya utume wa parokia. Wakati mmoja aliona fuvu lililooza kaburini kiasi kwamba mtu yule hakuweza kutambulika kwa sura. Fuvu lile lilikuwa la ndugu yake ambaye zamani alisifiwa kwa uzuri wa sura yake. Alipoona hivyo, alitambua kwamba uzuri wa dunia hii unapita tu. Akaamua kabisa kuachana na malimwengu na kuishi upweke. Mwaka 1227, Padre Silvesta akiwa na umri wa miaka 50 alienda kuishi peke yake katika pango porini mbali na mji wa Osimo. Kule aliishi maisha ya kujitesa, kujinyima, akisali na kutafakari neno la Mungu. Pamoja na kujificha kule porini, watu wa Osimo walimfahamu kama padre aliyeacha yote ili awe maskini kwa ajili yake yeye, ambaye alikuwa maskini kwa ajili yetu sisi sote. Vijana waliokuwa motomoto katika imani walimwendea na kukaa naye ili kupata maongozi ya kiroho. Polepole lile pango alilokuwa akikaa halikuwatosha tena kwa sababu ya wingi wa watu waliomwendea kwa ushauri na kutaka kubaki naye. Wote walitamani kupata nafasi ya kuingia katika maisha ya umonaki. Basi Padre Silvesta alijenga monasteri na akachagua wafuate kanuni ya Mtakatifu Benedikto na kusisitiza waishi maisha ya ufukara. Aliwahimiza wawe na heshima na upendo mkubwa kwa Ekaristi Takatifu na kwa Bikira Maria. Huu ulikuwa msingi wa maisha yao. Walifahamika kama mapadre wa Silvesta. Padre Silvesta alipopata wafuasi wengi, alijenga monasteri nyingine na hatimaye akawa abate wa monasteri zote. Aliziongoza monasteri hizo kwa hekima, unyenyekevu na mapendo kwa muda wa miaka 36. Alifariki dunia mwaka 1267 akiwa na umri wa miaka 90. Baada ya kifo chake, miujiza mingi imetendeka kwenye kaburi lake. Kwa maombezi yake alitangazwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1598. Tafakari. Mwanadamu hatadumu katika fahari yake, atakufa tu kama mnyama. Usihangaike ukimwona mtu akitajirika, ajapokufa mali haitashuka kuzimu pamoja naye. Maneno kutoka kwa Mzaburi sura 49 aya ya 12 na ile ya 16 hadi ya 17. Watakatifu wengine wa siku kama hii tarehe 25 mwezi wa 11 ni Alanusi, Egibelti na Katalina wa Alexandria, mfiadini wa Misri. Tumsifu Yesu Kristo.